Karibu katika kipindi cha afya na mtaalamu wako wa afya ambaye ninaitwa Josia Stefano. Na leo tutakwenda kuzungumzia mada nzuri sana, na mada hii si nyingine, inaitwa umuhimu wa kumnyonyesha mtoto ndani ya miezi 6 ya mwanzo bila kumpatia chakula kingine chochote kile. Na kitendo hiki kwa kitaalamu kinaitwa exclusive breastfeeding. Sasa exclusive breastfeeding ni nini? Exclusive breastfeeding ni kitendo cha kumnyonyesha mtoto ndani ya miezi 6 ya mwanzo bila kumpatia chakula, kinywaji au maji, isipokuwa dawa pekee. Na kitendo hiki huwa kina faida kwa mtoto, kwa mama, lakini pia kwa jamii. Tukianza na faida kwa mtoto, kwanza kitendo hiki ambacho tunaita exclusive breastfeeding huwa kinamsaidia mtoto kupata virutubisho vyote vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji, nikimaanisha vitamins, proteins, wanga, mafuta. Kwa hiyo kitendo hiki kinamsaidia mtoto kupata virutubisho vyote vinavyomfanya yeye akue vizuri, lakini pia awe na afya njema. Lakini pia kitendo hiki huwa kinaboresha au kinaimarisha kinga ya mwili kwa mtoto, na hasa yale maziwa ya mwanzo ambayo kitaalamu inaitwa colostrum huwa yana kinga nzuri dhidi ya mtoto na humkinga dhidi ya magonjwa au vimelea vya magonjwa mbalimbali. Lakini pia huimarisha upendo kati ya mama na mtoto unaongezeka kupitia unyonyeshaji huo ndani ya miezi 6 bila kumpatia chakula kingine chochote. Na lakini pia kitendo hiki kama nilivyokuambia mwanzoni kina faida pia kwa mama. Na faida hizo ni kama zifuatazo. Faida ya kwanza, huwa inasaidia uterus kurudi kwenye hali yake ya kawaida, na kitaalamu hii inaitwa uterine involution. Na hii ni kwa sababu wakati wa unyonyeshaji homoni ya oxytocin huwa inazalishwa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo inapozalishwa ile homoni ya oxytocin huwa inaenda kusaidia katika ile misuli ya uterus kujikaza na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini pia hupunguza uwezekano wa mama kupata kansa ya ovaries na kansa ya matiti kupitia unyonyeshaji wa miezi 6 ya mwanzo bila kumpatia chakula kingine chochote mtoto. Inamsaidia mama kuzuia ile kansa ya matiti, lakini pia kansa ya ovary. Lakini pia faida nyingine, inapunguza mama kutokwa na damu nyingi baada ya kujifungua, na hiyo kitaalamu inaitwa postpartum hemorrhage, ambapo sasa hii ni kwa sababu ya ile oxytocin ambayo inazalishwa huwa inaenda kufanya ile misuli ya uterus inakaza, kwa hiyo kuzuia ile uterus kutoa damu kwa wingi zaidi. Lakini pia kitendo hiki huwa kinatumika kama njia ya asili ya uzazi wa mpango, ambao kwa kitaalamu inaitwa lactation amenorrhea method. Na endapo mama atamnyonyesha ndani ya miezi 6 mtoto bila kumpatia chakula kingine chochote kile, na kumnyonyesha mara kwa mara, huwa inamsaidia yeye kutokupevusha mayai. Na hii ni kwa sababu ya wakati wa unyonyeshaji huo homoni ya prolactin huwa inazalishwa kwa wingi, na inapozalishwa homoni ya prolactin kwa wingi inazuia upevushaji wa mayai, hivyo hutumika kama njia ya asili ya uzazi wa mpango. Lakini pia kitendo hiki kina faida kwa jamii, inazuia vifo, lakini pia inazuia ulemavu kwa watoto wa wachanga, na inatengeneza taifa ambalo itakuwa na afya njema na afya bora. Usisahau comment, kulike na kushare video hii. YouTube unapatikana kama Josia Stefano. Usisahau kusubscribe pia, na lakini pia Facebook Josia Stefano, Instagram Josia Stefano. Kumbuka afya bora inaanza na mtoto.